Kwa nini awe mwalimu? Sababu sababu ya kwanza alikuwa ni mtiifu sana wa mamake. Alikuwa akitii daraja ya mwisho na mamake akawasia Abdulkadir Jilani, akamwambia, mwanangu, nakuhusia usiseme urongo, usiseme uongo. Sasa ile mama na ule uongo akamwambia, mwanangu, sema kweli. Basi ndio ikamfanya Abdulkadir Jilani awe mkweli. Na aliulizwa, hii daraja ulipata kwa sababu ya nini? Sema kweli. Alofundisha kusema kweli nani? Mama yake. Ndio kumuona namna alivyokuwa kumheshimu mamake na kumpenda mamake, mpaka ameshikwa na majambazi, ameshikwa na mashifta, ameshikwa na mashababa, ameshikwa na wavamizi, wameshikwa na wenzake, na alikuwa na pesa amezilamepawa na mama yake, dinari 40 zake, 40 za bibi yake, ameshikwa na majambazi wale kutoa uharifu katika njia, wameokoponya watu wote ndani yao yote, mpaka wakafika kwake Abdulkadir Jilani, wakachukua kile kifuko kimeshonwa cha ngozi, kimeshonwa hata huwezi kufungua. Leo mashifta kama wale, majambazi kama wale, wao kwani kama wale, wamwambia Abdulkadir Jilani, wamwambia, una nini wewe katika kifuko chako? Amwambia, una dinari ngapi? 40 zangu. Angalia mtoto alivyokuwa kweli. Kwa nini akakuta wasia wa mamake, amemwambia usiseme uongo? Je, watoto wetu ni wa kweli? Licha watoto sisi mababa wenyewe watoto watakuwa. Mtume alimwona mama mmoja, mtoto wake walia, amwambia, nyamaza, nitakupatia, nyamaza. Mtoto akanyamaza. Na kama Mungu atakwambia umesema urongo, Mtume akamlazimisha mama atafute tende ili afikie kusema urongo. Je, sisi tunadanganya watoto mara ngapi? Msikia baba mwambie mwanangu, nitakununulia ndege. Nitakununulia weza kumwambia ukauza wewe mara mbili. Nitakununulia ndege, hata maskini pia huna. Nitakununulia ndege. Nitakununulia skilimu. Nitakupa pesa. Watoto wenyewe watapata mtoto baba mgongo. Watoto wanajua siku zote mdanganya mimi. Kwa nani? Hata hujafika kwa nani? Hujafika. Kwa sasa ukweli na ndio alipofaulu Abdulkadir. Na sisi tutaka message ya leo, wengi na kweli ya kusema, katika kutenda, katika kuvaa, katika tabia, kila kitu, hata majumba yetu kweli, sio kwa ukweli tu, na kweli yale kama wakunu wengi pamoja na wakweli kunu maasali shakwa na wakweli mwanzo atakapokweli asiku ma Allah mbele za Mungu. Ukifanya mambo fanya kwa sababu ya Mungu, usifanye mambo kwa sababu ya ria, atakaonekane hali nzuri, atakaonekane fanya asiku ma Allah, ndio watafaulu. Abdulkadir Jilani ina Abdullah al-Haji ina Sayyid Ahmad al-Rifai ina Habib Ahmad al-Mashhur walifaulu asiku ma Allah, kama kweli. Na sisi tuweni ukweli. Sifa ya ukweli imeondoka, sifa ya ukweli imekuja tena. Ukweli inachakua siku wali siku inasema Abdullah wakati wake anasema ukweli umekwenda na ukweli wa kweli umekwenda. Leo unalosema sema ukweli, leo unalofanya fanya ukweli, leo unalosikia sikia kweli. Hata siku zetu nasema kama mtu
asema kila mwenye simu lazima kwa siku aseme na ni kweli. Leo mtu katika Kiswahili utabaki Yona ukusikia pale utasema simu kama mtu kudanganya. Mimi sipo, niko mbali na simu, kuisikiza wewe gani tamdaka kama niko huko Kisauni hujafika. Bado mkaka hujafika. Mkono kwa bondeni kona. Unakakule light ya kona. Ndio tuwe kweli. Kwa wakati nani alikuwa kweli na alifaulu. Ndio mmoja akamsifu. Akasema kwa kadri ama baadhi ashadini maana baadhi ashadini na baadhi subhanahu rijal jaa fi ishq wa mata fi kamal. Mmoja alisema Abdul Qadir Bas kama Bas Bas warafida sana ya Bas akina Qadir Bas mbele kwamba anaruka juu sana, anaruka juu hata umuone kwamba Abdul daraja yake iko juu kama wewe mwenyewe umuone kama Qurabu karibu. Nini maana ashab? Ashab maana simba. Sema Qadir Jilani ni simba katika wale mawalia. Nini maana simba? Na baadhi Allah yuwada bila Qadir wadi ndio kufanya sio rijali ndio hao rijali na rijali bali wanaume ndio mjifunga sisi bila muumina الرجال قوامون رجال العالمين angalia huko kama min almu'minina rijal kama min almu'minina rijal kama rijal huko kuna rijal qawamuna في ماجه manake huko rijal qawamuna maana ni umri walooa. Leo kitaka kumiliki umri wako uoe, ikaja utaolewa. Arijalu wanaume akawamuna lakini sasa imebadilika. Sasa anisao kwa wana vijana sasa wanawake tunasimamia wanaume sio tunasimamia na ndio hilo ngala sasa tuko hapa lakini hata tunaona hata kama sio bila chips ama chips chicken basi tunaingia hata mbele za kwa minal mu'minina rijal. Baba arijali alioa mwanamume mwenye uume ile rijali hata magele rijali na rijali watu wengine walikuwa hawakuoa. Kuna watu kama kuna kitabu kimechungwa atakamazo za wanazuoni wasomoa wengine hawakuoa kwa sababu kusoma mmoja ya Imam Nawawi mabdali kama ni wao akisema mimi ndio kusoma mamlaka tunataka. Lakini vijana wetu wa sasa wakisoma harusi tumechacha Desemba ni atakuoa. Vijana wa sasa hawaoni kupenda kuoa, kutamani ndio tofauti. Kuoa kupenda kuna kuoa credit, kuna kuoa bonga pepo. Mnielewa? Kuna kuoa credit, hata credit ya credit ya moja kutumia kutumikisha. Kwa sababu wasichana wetu wa credit amemwona katika mdogo ya mmoja kwa biashara yake amkupa kwa sababu ndogo akilala mkononi sitaki tena. Kwa sababu au hata sasa fikira yataka kuwa kwa bonga tuzidishe yataka kila ukio mahaba ya kila kazi nzima ni mahaba ya lakini ukiwa kila kazi nzima kupungua kwa sio katika nini ya bonga pepo jaye hata kumaliza wewe utakujaza mambo muhimu sana kwa mkaji ndani. Sasa akatengeneza tarehe moja ya ishi kama mama tarehe yote tukaishi ya ishi amefika kama pesa amekufa ya ishi ila ishi ya katika hesabu ya abjadia hesabu ya juzu kabla ya abjadia ya ishi ni 270
Matafika maji, ile kamani itajalia hesabu 91. Wamezaliwa 470, ukisha 91 itakuwa ni 560. Kwa ubetulu ni tarehe ya kuzaliwa na tarehe ya ndio na malizia hapa tutakuwa hapa shellil عبد القادر مجدي في قلب الحاضر شلل لله البادر المهدى عبد القادر manake shellillah uktub lana shay'an lillah yani nataka kitu kidogo tu kwa Mungu na maana kulishei hiyo shei kwa Mungu haiweza tena kulishei si kitu wote mbele kwa shellillah yani nataka kitu kwa Mwenyezi Mungu ndio maana shei ndio tafsiri kwanza shei tafsiri pili shei maana sharifu imekatwa ndio sharifu umesema ile ya kwanza shei maana tatu shekhe ndio msherekeo sharifu ndio nini ndio tona takulamu wale masharifu mpaka sasa kusema kwa sababu kadri sharifu kadri shekhe kwa hapa shekhe la yani mtakifa tuaidi kama tunaambia mtumisha dini Sadukadi Jilani ameisha dini amezimisha watu amefanya watu wametubu watu amezimisha zaidi ya watu 5,000 na zaidi ya Jilani alikuwa kiongoza waliopotea watu kama majambazi waliposhikwa na ile nyuma kidogo na hicho kifuko wale wajambazi wakamchukua huyo Abdulkadir wakatoa zile hesabu akahesabu akapata 80 haikuwa kuzidi wakamwambia wale kwa wao huyu shekhe huyu kijana jana mdogo kama 18 hapa huyu miaka 18 lakini ametwambia ukweli anatwambia ana dinari 80 zamani zake ule mkubwa wa mashita akazihesabu alizihesabu akaona zimekamilika mbona umesema kweli wewe akasema mamangu amenihusia na mimi sisemi uongo ule mkubwa wa mashita akasema jamaa sema ni kweli angalia huyu mamake amempa nafasi sema uongo asema sisi twasema uongo Mungu hataki mambo tukalifu kwa kwanza leo basi kwa baraka ya Abdulkadir Jilani dogo yale mali yao yote kwa baraka ya ukweli wake kwa baraka ya siri yake akamishia sio kurudishwa tu na wote wale majambazi na mashita na mashamba wote wakatulia wakasikia akasawatolia yote si mateso kuongoza aliyopotea kumsilimisha mtuni sahali lakini tunapotea Muislamu Muislamu unamuogopa Muislamu unamuogopa kusimama muogo Muislamu na maarufu kisha mwambie awate na mkande nikasikia sana Muislamu leo Muislamu mzini ukirudisha ndio kwa uzito wake ndio tunakasema wallahi la an yahdi Allah bika rajulan wahida khairun bika ala yani akaapa wallahi naapa Mungu na an yahdi Allah bika Mungu akaongoza kwa sababu yako wewe rajulan ndio kuongoza mtu mmoja khairi laka min kushinda kwa kizizi cha ngamia wekundu yani zamani ngamia wekundu ni kama sasa kwa boma na mapageni na mapato kushinda kwa na boma angalia mtu mmoja ukamuongoza ni bora kwa na boma la maprado na mageni yes sasa sisi tuongoze mapageni ikiwa sisi watatu motoni kwani wameacha kaingia pepote sisi tunakufundisha watu kufundisha kupendeza sisi tunataka kabisa sasa mimi ndio swali leo sema unaambia waislamu wataingia motoni waislamu wamepotea wataingia motoni hapa kafiri tunasema wataingia wapi wala hapo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh tumuomba Ustadh Sheikh Khattab ewe kuna kalima ya shukr kama namna ya mpango Sheikh Medua na